investigation, maana yake upelelezi wote umeshafanyika na tayari imeshajulikana hasa kipi ni kipi, kama ni haki au kwamba huyo mtu anakosa. Ndipo hasa wanapotumia neno krino, huwa inaenda kumaanisha adhabu anaenda kuipokea huyu mtuhumiwa. Lakini krisis ni yale matukio au mambo ya upelelezi kabla ya hukumu yenyewe. Krisis ndio inatumika kwenye kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 7. Linamaanisha nini? Ni hukumu ambayo imekwisha kuanza, lakini bado ikiwa inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna jambo moja hapa la muhimu ambalo tunatakiwa kuliangalia kabla tujaja kuiona hii hukumu yenyewe ilikuwa inaongelea kitu gani. Sikiliza, ili tamko la malaika huyu au tamko la ujumbe huu linaturejesha kwenye huduma ya patakatifu pa mbinguni ambayo inaendelea. Kwenye ile huduma ya patakatifu ile ya zamani iliyokuwa inaendelea kwenye ile hema ya duniani hapa kipindi Yesu hajaja. Ukisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 16, nadhani kuanzia hata fungu la kwanza hapo unaweza kuanzia hapo hadi la 10. Kilichokuwa kinaongelewa ni kwamba ilikuwa inajaribu kuongelea kaida zilizokuwa zinafanyika katika hekalu kwenye namna ya kumpatanisha mtu mdhambi. Mdhambi alikuwa akifanya dhambi, alikuwa anachukua kondoo au kama ni mbuzi alivyoelekezwa, anamleta hadi pale hekaluni. Anapomfikisha pale hekaluni, kilichokuwa kinafanyika ni nini? Kuhani anamchukua, anaingia kwenye hekalu. Hekalu lilikuwa na sehemu 3. Ilikuwa na ua wa nje, lakini lilikuwa na lilikuwa pia na chumba cha kwanza ambayo ilikuwa ni patakatifu, lakini chumba cha pili ilikuwa kinaitwa chumba cha patakatifu ambacho kulikuwa ni nyuma ya pazia. Kuhani alikuwa anamchukua huyo kondoo, anaingia naye kwenye hiki chumba cha kwanza. Akifika pale, alikuwa anamsongeza au anamteketeza. Damu yake inachinjwa pale na inateketezwa yule kondoo. Maana yake ni kusema nini? Ni kwamba hivi kwa imani ishara ya dhambi alizozitenda huyu mdhambi zinahamishwa kwa kondoo, na kondoo anakufa nazo hizo dhambi. Lakini baada ya muda ni kwamba hiyo ilikuwa inafanyika mara kwa mara, lakini ilipokuwa inafikia siku ya upatanisho ambayo imeongelewa kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 16 fungu la 30 na 31 pia. Acha nikupi kusomee. Nasema hivi: kwa maana siku hiyo upatanisho utafanywa kwa ajili yenu ili kuwatakasa, nanyi mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele ya Bwana. Ni sabato ya raha ya makini kwenu, nanyi mtajitabisha roho zenu. Ni amri ya milele. Ilikuwa ni siku ya upatanisho ambayo sasa kuhani alikuwa anafanya kazi ya kuzihamisha dhambi ambazo zimekusanywa kwa muda mrefu kwenye hii sehemu ya patakatifu. Alikuwa anazihamishia kwenye chumba cha pili cha patakatifu kwa ajili ya kufanya